Wakati picha linaanza, tunamwona bidada wa kuitwa Blessing anamwaga shoga yake kwamba anaenda jobu. Huyu shoga yake anaitwa Doris. Blessing akamwambia Doris kwamba amsaidie kumpa chai Max, maana Max yupo chumbani amelala, design kama anaumwa hivi. Doris akaitikia bwana, kisha Blessing akasepa zake, maana hawa wawili ni marafiki wa muda mrefu sana, hivyo wanaheshimiana mno. Basi Doris alichukua chai na kumpelekea Max chumbani kama kawaida. Mchizi akakaribisha chai bwana, ila Max akasema kwamba chai iwekwe juu ya meza, atainywa baadaye, kisha akarudi kulala. Lakini kumbe siku zote Doris alikuwa akimtamani sana Max, na leo ndo kapata chansi, hivyo Doris akasema leo liwalo na liwe. Ghafla Doris akaivua nguo yake ya juu na kubaki na kitaiti tu. Mungu wangu, Max akapiga wangi, ila Doris wala hakujali. Guess what happened there? Ujue nini? Hebu kwanza subscribe, alafu gusa alama ya kengele ili jumuiya yetu iwe pana kama jumuiya ya madola. Twende sawa. Leo tunaanza hapa ambapo tunamwona mchizi akiwa analia sana, huku akionekana kuwa na mawazo chungu mzima. Ghafla ikasikika sauti ikimwita Max, alafu akaja manzi mmoja mzuri balaa. Oya, cheki hiyo nyashi, mtoto mtamu balaa. Ila mwamba wala hakumsikiliza manzi. Manzi akainuka zake na kusepa, huku nyuma akitikisa balaa. Oya, hii picha inaitwa Miracle. Kaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Twende sawa. Katika jiji la Lagos, ndani ya hoteli ya kifahari, alionekana mrembo pisikali akiwa amelewa hatari. Wahuni wawili wakaja na kuanza kumbananisha bwana, huku wakitaka kumpeleka chocho ili wakamfanyizie mambo mbaya. Mara ghafla akaja mwamba wa kuitwa Max. Max akawazingua wale wahuni, hatimaye wahuni wakasepa zao. Vipi Blessing, hawajakuumiza washenzi? Max aliuliza, huku Blessing akiwa ajibu kitu, maana hana furaha na ndoa yake hata chembe. Ikabidi Max amchukue Blessing mpaka nyumbani, maana kumbe hawa wawili ni wanandoa bwana. Asubuhi ilipofika, Max aliandaa chai na kumpatia mkewe ili anywe atoe wenge. Blessing akawa anamuuliza Max ni kwa nini anajali kiasi hiki ilhali ndoa yao ipo mashakani. Max akajibu na kusema, wewe usijali Blessing, kunywa chai, kila kitu kitakaa sawa. Basi bibi Blessing akawa tu analia, maana najua kwamba tatizo lake la kutoshika mimba ndo chanzo cha haya yote. Kesho yake Max alimtoa mkewe out, akaomba waanze ukurasa mpya, kisha wamkabidhi Mungu maisha yao, maana bila yeye wao si chochote. Walikubaliana bwana, maisha ya uchamungu yakaanza, amani ikarejea ndani ya ndoa yao. Ila siku moja Max alikutana na dokta wake kwenye maeneo ya parking ya magari, akamdodosa dokta kwa undani sana, akitaka dokta afanye kila namna ili mkewe abebe mimba. Dokta akasema Blessing hawezi kubeba mimba, maana mirija yake ya fallopian imeziba. Max alichanganyikiwa sana, ikawa hana namna, labda asubirie miujiza ya Mungu tu itokee. Jioni ya siku hiyo, mara baada ya Max kurudi nyumbani, alishangaa tena kumkuta mkewe akiwa na mawazo sana. Max akajaribu kumsogelea mkewe, ila akashangaa kupewa jibu ambalo lilizidi kumchosha maradufu, kwani Blessing alimtaka Max aoe mke mwingine, aachane na yeye, maana yeye ni mgumba. Blessing, nini kimekupata mke wangu? Si tumezungumza haya toka mchana? Max aliongea kwa hisia sana, ila bibia Blessing akayarudia maneno yake kwa ufasaha. Max, mme wangu, nakuomba uwe mke wa pili. Mimi ni mgumba Max, na familia yako inataka mtoto. Siwezi kukusaidia katika hilo Max. Max aliamua kumsogelea mkewe, akaanza kumpa vifungu vya Bible, jinsi ambavyo Ibrahimu alivyoishi na mkewe kwa miaka mingi bila ya mtoto, ila baadaye wakapata mtoto katika umri wa uzeeni. Max, that is biblical theology. Hiyo ni nadharia ya kidini tu, kwetu haiwezi kufanya kazi, na hata hivyo hatuna imani hiyo Max. Bibi Blessing aliongea kwa hisia sana.